wasioona wamejaa uoga, maana maisha yao ni giza. Japokuwa tumeumbwa na maandiko yanasema katika Kristo Yesu hatukupewa roho ya uoga, lakini mtu ambaye macho yake hayaoni ukuu wa Kristo, mwili wake umejaa uoga. Si jambo la kushangaza unapoogopa wachawi kwa sababu macho yako hayaoni. Mtu mmoja akiwa na kuhani Elisha, wakaletewa jeshi la Washami limezunguka kituo chao. Kazunguka jeshi la Washami kazunguka kituo. Wakati anatoka yule mhudumu wa Elisha anatoka nje, maana macho yake yanaona watu. Ulimwengu wa roho macho yake hayana macho, hayajui chochote. Akaona jeshi la Washami limezunguka. Akakimbia ndani kwa kupiga kelele, ole wetu mtumishi wa Mungu, huku nje tumezungukwa na jeshi la Washami. Mtumishi wa Mungu akacheka, akamwambia, bwana ndugu yangu wewe. Akamwambia, sasa sikiliza, unaona hao wachache hao? Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Mungu akusaidie waone hao kwa jina la Bwana. Utakuwa na ujasiri sana rohoni. Hutaogopa vikwazo vya namna yote, kwa sababu jicho la kiroho linakutambulisha Mungu wako alivyo na nguvu zake. Na Mungu tabia yake anapotaka kutembea na mtu, lazima kwanza ahakikishe uwezo wake wa kuona. Kabla hajaanza kumdhihirisha Joshua na kutaka kumtumia Joshua, cha kwanza akashuka malaika na upanga mkononi mwake. Biblia inaniambia Joshua akauliza swali. Alipomuona mbele yake ameweka upanga, Joshua anasema, mimi sitaki niangalie ovyo ovyo. Anamuuliza, uko upande wetu au upande wa adui? Maana mwenye macho ya kuona huwa mara nyingi hadanganyiki ovyo ovyo. Muujiza ukija muujiza feki anaujua. Huu ni muujiza feki. Akauliza, uko upande wetu au upande wa adui? Yule malaika anasema ni amiri wa jeshi la Bwana. Alipoona ni amiri wa jeshi la Bwana, maandiko yanasema akapomoka kiuso. Akamwambia, Bwana wangu, amwambia nini mtumishi wako? Lakini mapema alipokuja kwanza, swali la kwanza, wewe ni nani? Nimekuona. Maana kilichojua kwamba nimekuona. Lakini ujio wako uliokuja umekuja kama mtu wa vita. Na mimi ni mtu wa vita, nikuulize, naenda vitani mimi. Wewe uko upande wangu au upande wa adui? Maana kama upande wa adui nikushughulikia sawa sawa na ulivyo. Amina. Biblia inasema shetani hujigeuza kama malaika wa nuru, unahitajika macho ya kumuona. Haleluya. Haleluya. Nyakati za sasa zimejaa udanganyifu wa kiwango cha kutosha. Lazima uwe na macho ya kuona. Miaka michache nyuma ile ya kikombe cha babu, kama mnakumbuka, labda wengi ile, kwa sababu yenyewe nchi nzima wengi tulikuwa tunajua. Kikombe cha babu, ile habari za babu zile zisumbua mpaka watumishi wa Mungu wengine. Nikasikia habari ya mhubiri mmoja mkubwa tu Tanzania. Nasema babu ni nabii wa Mungu. Mtumishi wa Mungu yule. Kwa nimesikia ni habari ile, nilichoka. Kuna kipindi nilikuwa namwamini yule bwana. Siku nikafuta kwenye ulimwengu wa roho kwamba huyu mtu sio mtu. Kama anamthibitisha babu wa Loliondo kwa ni mtumishi wa Mungu, maana macho yangu yameona kwamba huyu sio mtumishi wa Mungu kabisa. Lakini jamaa na ukuhani wake wote na maelfu ya watu waliomjazia kwenye hekalu lake, anasema babu wa Loliondo ni mtumishi wa Mungu. Nikasema mtu jamaa nafuta kwenye akili zangu. Sio mtumishi wa Mungu kuanzia sasa. Acha hubirivyo, acha atangaze kwenye televisheni kubwa namna gani, lakini madamu umesema babu wa Loliondo ni mtumishi wa Mungu na anawaambia washirika wake mfuateni, nendeni. Wafai. Amina. Wakaenda maelfu ya watu. Kanisani kwetu pia kulikuwa na watu walitoka wakaenda huko babu wa Loliondo. Wakarudi na mauti. Amina. Macho yako yasipoona, njia utakayopita kwa njia ya mauti. Macho yako yasipoona, macho yako lazima yaone mchungaji wako alivyo. Macho yako yaone kanisa lako la kweli la kuabudu. Macho yako lazima yaone, kwa sababu amekuweka ili akufumbue macho upate kuona. Yeye hataki kutembea na vipofu. Amina. Biblia inaniambiaje? Hebu tumsome Yeremia. Yeremia 1:11. Yeremia 1:11. Ndio. Inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema.
Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nitimize. Neno gani hilo? Ukisoma juu pale kwenye mstari ya juu, Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nalikujua. Kabla hujatoka tumboni mwa mama nalikutakasa. Nimekuweka leo kwa nabii wa mataifa. Anaandika anasema, mbona mimi ni mtoto? Anasema usiseme habari za mtoto. Utakwenda kwa kila mtu ambaye atakutuma kwake. Na usifadhaike mbele yao, msije nikakufadhaisha. Amina. Anasema nimeweka kwenye kinywa chako habari ya kuangamiza, kubomoa, kuvunja na kuharibu. Lakini nimekuwekea kujenga na kupanda. Neno hili limetoka kwa Bwana. Na hilo linahitaji kutimizwa. Akaamua Bwana kufanya kituko mbele ya Yeremia tena. Akaweka vingi vya kuonekana, maana anapouliza naona nini, maana kulikuwa na vingi. Naongea na mtu. Kama anamuuliza naona nini, maana kulikuwa na vitu vingi vya kuona pale vilikuwa mbele yake. Ndio maana anamuuliza naona nini, akataka ajue huyu mtu ambaye nazungumza naye nataka nitembee naye, je, anaona kama ninavyotaka aone? Amuda Yeremia naona nini? Akasema ninaona ufito wa mlozi. Kumbe Yeremia akachambua vitu vinavyoonekana machoni pake, akaona kuna jambo la tofauti hapa. Katika hiki ninachokiona kuna kitu cha tofauti kwa ajili yangu tu. Kama mbele ya macho yangu nilipo hekaluni hapa, kwenye hekalu hili kuna spika pia zipo. Na juu ya spika pale kuna vikapu vya sadaka vipo. Na pale pia kuna mic zimekaa. Lakini Mungu anauliza unaona nini? Katikati ya zile kuna jambo la tofauti ambalo Mungu anataka kulionyesha pale. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtu ambaye anaona ataona kwenye spika, huenda ataona spika pale, haitoshi na iona spika nyingine, Mungu anaiona ya pili inahitajika. Ni kweli naona spika, lakini mtu ambaye yuko hapa, Mungu anazungumza naye, unaona nini kwenye spika pale? Tunashaka tumekaa kwenye kiti, wewe unaona moja, lakini huyu mwingine anaona ya pili. Kwa nini anaona sababu Mungu anataka spika nyingine ya pili? Anazungumza na mtu atafuta spika nyingine nyingine. Huyu mtu lazima ana macho ya kuona. Mungu afanye jambo lolote kwenye maisha yetu kama hujaliona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo anasema, nikiwaombea kutoka kwa Bwana, maombi yangu makubwa ni kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Muone ubora wa wokovu wenu mliokoka, muone ukuu wa kufa kwake Yesu, muone utajiri ndani ya jina lake Kristo. Asiwababaishe mtu kwa habari ya wokovu. Ukiokoka, macho yako yakiona, kwanza cha kwanza utafahamu uzuri wa kuokoka kwako. Amina. Wakati ambapo watu wanakudhihaki juu ya wokovu, utaona wokovu umebadilisha maisha yako kabla maisha yenyewe hayajabadilika. Utaona wokovu umekutoa kwenye familia maskini, wakati wengine wanakuona bado ni maskini. Utaona wokovu umekutoa kwenye elimu ya kwenye mazingira ya kutokusoma, wakati kukupewa mahali ya kuwa wewe ni msomi, wakati wengine wanakuona kama hujasoma. Utaona wokovu unakupeleka mahali pa kumiliki nyumba kana leo hujajenga. Wokovu utauona katika sifa za namna ambavyo unahitajika uonekane. Usipoonekana wokovu huu utasali mara kusali, maana kusali kwenye kanisa hili hakuna tofauti na kusali kwenye Roma. Nao kanisa la Roma si mijengo hivyo hivyo. Na wao wanahubiri kama wanakaa mbele kama kwenye madhabahu, na wanasema amani na mimi. Una amani na mimi. Kwa hiyo lazima uone, kwa sababu usipoona hutajua siri za ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umefichwa. Maandiko yanasema nitakupa baraka za gizani zisizositirika. Kama baraka za gizani zimesitirika, zimesitirika kwa nani? Zimefichwa kwa hao, lakini kwako Mungu anasema nitakufunulia hiyo siri, utajua. Ili akufunulie lazima una macho ya kuona. Anamwambia Yeremia, unaona nini? Anasema naona ufito wa mlozi. Anasema unaona vema, maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Neno gani? Neno lililokuokoa. Neno gani? Neno la imani tunalihubiri. Neno ambalo linabadilisha maisha ya mtu. Kwamba ndani ya wokovu lazima uone kwamba baada ya kuokoka kuna jambo la tofauti amelifanya Mungu kwenye maisha yangu. Lazima uone. Kama hujaona hakutakuwa na tofauti. Haleluya. 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 Fumbua macho, anza kuona tofauti ya kabla ya kuokoka na baada ya kuokoka. Nakumbuka siku moja mimi nimetoka kuokoka. Nikaja na maombi yangu fulani, kwa sababu nikaona jambo la tofauti sana. Nikamuuliza Mungu, kwa nini kuniokoa mapema? Ungeniokoa ningali bado kadogo tu, yani kadogo tu, nisingepitia kucheza mle nilimocheza mle. Ungeniokoa bado ningali kadogo, Yesu, ningefurahia. Maana nikaona kama maisha fulani ya dhambi kama nimepoteza muda. Mungu akamwambia, pumbavu wewe. Ananiambia ngoja subiri kwanza kidogo waone watu ambao nimeokoa bado wadogo lakini wanacheza na wokovu.
Wamo mtawakuta, utaona. Naendelea siku baadhi ya siku naendelea na maisha ya kiroho, nakuta kijana nikakuta kanisani mweleka. Kama wewe dogo wewe. Hivi hujaona uzuri wa Yesu wewe? Nini unafanya hivi? Hujaona uzuri wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema kama Bwana ungejua ungeniokoa mapema ningali bado mdogo, maana ni baada ya kutoka ndani ya Kristo nikaona ndani ya Yesu tajiri uliofichwa. Nikaona umaskini wa baba yangu Gabrieli haupo tena. Nikaona elimu nisiyokuwa nayo ile haipo tena. Najua na mtu wa viwango vya juu kuliko maelezo. Maisha haya nilionao leo niliyaona siku nilipookoka. Uwezo wa kusimama mbele yako na kukufundisha leo niliona nilipokuwa naokoka. Kwa sababu ya kuona haya nikabaki na ufahamu wa kujilinda ili nifikie pale ninapopaona. Hakuna jambo hatari la kiroho kama huoni chochote. Watu wasiona chochote hawawezi kujilinda. Biblia inasema pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Kama huoni chochote kwenye maisha yako ya kiroho, huwezi kuwa na usalama wa maisha yako ya kiroho. Si jambo la kushangaza, maandiko yanasema watu wangu hawa wametekwa, wamekuwa mawindo, wamekuwa kwenye mashimo. Leo waliotekwa ni walokole. Waliowekwa kwenye mashimo wamekuwa wigo ni walokole. Na hii jambo hili Mungu alinionyesha kitu fulani lilinihuzunisha sana. Alipoonyesha watu wana wa Mungu walio ndani ya shimo wanalia vilio vikubwa ndani ya shimo. Halafu ndani ya shimo kuna giza. Unajua shimoni kuna upaka wa kuona. Unaona usawa wa tundu lako uliopo lile. Sio hivyo? Ndio maisha ya watu wengine ya wokovu, yani anaona yani haoni chochote mbele kule. Yani amewekwa mpaka na shetani vitu vya kuona. Amina. Amina. Walio magerezani zinatoa kwa magereza. Aliye gerezani haoni vitu vya nje, huko kwake amewekwa ukuta. Na ndio maana Biblia haitaki uwe na upaka wa kuona, nataka uone sawa sawa. Yesu alipomwekea mikono mtu mmoja kumwombea, alifumbua macho, akamuuliza unaonaje? Akasema naona watu kama miti nakwenda. Akasema sio kusudi langu. Akamwombea tena. Akamwambia sasa, sasa naona wazi wazi, ndio ninavyotaka. Baada ya kuokoka unahitaji kuona vitu vinavyotakiwa kuonwa. Haleluya. 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 Dunia hii inaletaga vitu feki kila wakati. Nasikia binti zangu. Dunia hii inaleta wachumba feki, inaleta elimu feki, inaleta mshahara feki, inaleta ajira feki. Dunia hii kila kitu ni feki. Lazima watu wako wafumbuke yaone original. Na original anaitwa Kristo peke yake. Haleluya. Haleluya. Zinapokuja baraka kwenye maisha yako lazima watu wako wafumbuke yaone wazi wazi. Ndio maana Mungu anamwambia kabla hajambariki Ibrahimu, anamwambia fumbuka kwenye macho yako uone. Kama una uwezo wa kuona mashariki, kama una uwezo wa kuona magharibi, kama una uwezo wa kuona kaskazini, hiyo nchi unaiona yote nimekupa. Hatujengi nyumba kwenye nyumba ya Mungu hii kama hujaiona nyumba yenyewe. Kuna watu wengine anavyojiona yeye kwa sababu baba yake na babu yake hawakuwahi kujenga. Hata baada ya kuokoka maisha yake ndio hayo hayo. Anaanza kupanga miaka yake yote. Ombeavyo bado abarikiwe, yeye hana mpango. Mimi nilipokuwa nimeokoka hivyo, baba yangu mchungaji alikuwa tabia maombi ya kukemea pepo la umaskini. Nakuja kanisani mara nyingi sana, apendi sana umaskini. Mzazi wangu wa kiroho aliendelea, roho ya maskini sitaki, kemea pepo la umaskini. Mimi nikasikia sauti ndani inaniambia wewe sio maskini. Niliposikia sauti nikapiga magoti nikamwambia asante Bwana kwa kunifanya kuwa sio maskini. Kaendelea. Kwa siku zote tukipiga magoti kiomba, mimi habari za kukemea pepo la umaskini sina muda. Sasa mke wangu siku moja nikamwambia wakati tumekaa nyumbani tunaomba, kama nikasikia msikia akasema toka pepo la maskini, toka pepo la maskini. Baadaye nikamkalisha nikamwambia sikiliza Pendo, mimi na wewe hatuna pepo la maskini. Wakati huo nasema hivi, suruali ya kuvaa na vaa iliyopatikana